Nataka uniambie kwanza kabla ya yote wasanii watano ambao unajua ni wauza sura wapaka poda hapa nchini kwetu Burundi. Wauza sura. Wale wapaka poda yani. Kama Best Life. Yeah. Kwa ajili wa bro. Sijui kweli ni wapaka poda sana. Takunzi wa Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone inyuma kamera ri CK Professional. Yes, ndukumwe n'umu artiste wo mu Burundi asanzwe akora ibintu by'ama affiche azi ibintu byinshi by'cyari bibwirira. Reka ndabaramutse nabaramutse ariko kurikirana ikiganiro cyacu ndabaramukije cyane. Yeah. Umeze neza? Yeah, niko poa. Kiswahili ndo kinapanda sana Kwanza kabla ya yote wasalimie watazamaji alafu na ujitambulishe. Yeah, mambo vipi wafanzi wangu, tuko kwenye Buja Hit hapa. Mimi unajua tena. Yeah, town rap, let's go. Okay, na jina unatunani vile? Mimi wananiita Sumba JKK Sumba Wanga. Okay. Ni afishe ngapi ambazo ushawahi kuzifanya tu ukikera karaka ukipiga hesabu? Afishe zinafika kama 100 hivyo. Yeah. Okay. Nataka uniambie kwanza kabla ya yote wasanii watano ambao unajua ni wauza sura wapaka poda hapa nchini kwetu Burundi. Wauza sura. Wale wapaka poda yani. Kama Best Life. Yeah. Kwa ajili wa bro. Sijui kweli ni wapaka poda sana. Si magangster kama mkuu wangu kuke. Yeah. Okay. Na ukitizama msanii ambaye sasa iko anafanya kazi vizuri sana kiasi kwamba ukiona mwenyewe unasema hapa kabisa mambo yako yanaenda fresh ni nani? So respect kwa dadangu Natasha. Na kuna wengine chipukizi anaitwa nani, kuna wengine hivi chipukizi na yeye nimesikia vitu vyake. Ya na yeye yuko njiani kweli nimesikia nikaipenda. Yeah. Okay. Ukitizama kivyako kazi iko inaendaje kazi ya muziki? Unapata kweli makazi kama mwanzo za kufanya maafisha au saa hizi hamna tena mashow vipi kwanza? Kwa ajili ya coronavirus. Yeah. Okay. Ukitizama unaona kazi ziko zinaenda vipi? Tukiachana na corona, maana corona ni vingine studios kwazi. So naona fiti hata Vishuna ya ameachia Kokoli jana. Nimeona hata Ebifamba na yeye ameachia. Ya na wengine hivyo. Okay. Kuna vita ilikuwa hapa katikati ya nani ya huyu nani huyu msanii wa Buyenzi Black G na Mr Champagne. Yeah, wamoja wako wanaitana wa Idetre, wengine wako wanaitana kwamba wajuani. Unaona, unasikia msanii anakuambia mimi kwanza Mr Champagne ni nani? Alafu mwisho wa siku anakuambia yule mimi nimemfunza kitu fulani unaona. Yaani anamkana mtu afu baadaye anasema kama amemfunza. Wewe kivyako unaona ni utoto au ni kiki? Hamna utoto. So kuna hamna utoto wala kiki. Lakini mimi naona kweli mabraza misifurahi hivyo. Misifurahi kuona wenzangu wanashwana wanani wa bosi wangu sababu wale mimi ni matajiri wangu. Wakiwa wanashwana niita mimi nabandika Mr Champagne ananiita na mbandikia Black G mtu wangu wa karibu tunateramaga naye tunaika naye. So mimi naona utoto akini so wangerudishana kama zamani. Yeah, mimi sipendi kuona wanakwaruzana kama pusi na imbwa hapana. Sipendi hiyo. Okay. Maisha yanaenda sahihi, maisha yanaenda, ukitizama umri unakwenda, lakini mastaa wetu hawataki kubadilika, unaona? Wanakuwa wako tu kama yani ni wale wale. Unaweza kumuona leo amebadilika lakini kesho unaona amerudi tena nyuma sana, yani hata kuliko hata mwanzo, unaona? Ya unahisi tatizo ni nini? Shukrani sana. So inatokana kwanza na serikali yetu na wa manager. Sisi tuna wasanii hapa wengi sana hapa katika nchi ya Burundi, wengi sana tukianza kwanza zile old school abana biwacu bana marehemu Chancho Hamisi rest in peace. Okay, so sisi tuna wasanii wengi sana wapiga ngoma, wapiga gospel. So na hiyo yote na wasanii wa kidunia na hiyo yote natakiwa nini serikali kwanza
iwatizame. Unasikia, kwa ajili mbele kwanza kuwa na management, serikali mpaka serikali kwanza ikutizame wewe, ikusaidie kwanza wewe, ndio management ndio itatokea. Mtu kama sioni hawezi kuwa tu manager wako hivi hivi, mpaka serikali ikusaidie. Unasikia, na ndio maana hicho kitu mimi naomba serikali isitizame kazi yetu sisi. Tunafanya vizuri, serikali yetu inafunga macho. Na japo sisi tunafanya mambo mazuri yanaruka East Africa Community, wapi nchi za nchi, unasikia. So kwa ajili mimi naona kweli serikali yetu isaidie wasanii wetu. Wasanii wetu wanafanya vizuri. Studio zinajaa nyingi sana hapa. Nasi tuna mavideo mazuri sana. Yeah. Okay, unadhani msanii bila show kweli kuna maendeleo au msanii ni show? So msanii kwa hapa sisi nyumbani tunategemea show. Yeah. Hapa sisi nyumbani tunategemea show. Kweli mimi huyo ni kweli mimi nasema. Kivyangu tunategemea show, lakini kuna zingine nchi jirani zitaki hata kusema majina. Hawategemei show. Yeah. Okay. Kwani pafanyike nini ili mabadiliko yawe? Mfano leo unapewa ruhusa, unaambiwa tunakupa nafasi ya kufanya kitu ili pawe mabadiliko ya muziki Burundi. Wewe kama wewe unaona unaweza kufanya nini? Uenda unaweza ukasema ukazungumza, alafu watazamaji labda kuna wao waheshimiwa akikiona kipindi, akiona hii interview akaelewa kumbe mtu akifanya hivi kitu ndio kinaweza kufanya muziki wa Burundi na ukawa na hatua kubwa. Wewe upewe nafasi leo ufanye kitu ili muziki wa Burundi upige hatua kubwa kuliko ilokuwa mwanzo, unaweza ukafanya nini? Ningeomba kwanza mafanzi waingie kwanza katika mitandao ya Instagram. Muziki ya nchi jirani kwanza isipigwe hapa katika nchi yetu. Unasikia, tupigwe ni sisi. Show zetu ni sisi. Music, kampuni kubwa Music ni sisi. Tusimuitishi Diamond wala Alikiba. Katika finali ni sisi. Unasikia? So tukiingia sasa katika mitandao ya Instagram na ni YouTube, yani iwe wa followers watu follow sana wasanii wetu. Unasikia, kuna nchi jirani unakutana na mchunga ng'ombe anafuatilia yuko na Instagram, mtuza mkaa yuko na Instagram, lakini sasa huku si wafanzi wetu wanafunga macho sana, wanamfuatilia sijui Diamond, sijui nani, Fariaz anafanya vizuri, Lolilo anafanya vizuri, Kirikou nani anafanya vizuri. Unasikia, ni watu wengi sana hapa. Sisi tuna wasanii karibu hata 100 na vitu vya wasanii wanafanya vizuri. Kakangu Kuke na yeye anafanya vizuri. Unasikia, hata kama haimbi, lakini brother akiingia kwenye game anaweza kaua, anamwaminia sana. Ukitizama kiharaka yani msanii gani wa Burundi ambao wewe unasema mimi namwamini kiasi kwamba anaweza ka perform hata kwenye mashindano ya dunia nzima? Wakisema waitishe wasanii wa dunia nzima, basi huyu nchi yetu anaweza katoka na ka present nchi. Natasha. Yeah. Kwa nini Natasha ndo unaona anaweza ka present nchi wakisema tunaitambulisha nchi kimataifa? Sababu Natasha ashawahi kuleta tuzo. Unaona, mtu ukishatoa nani tuzo nchi ya nchi, unaleta mtuzo yako pale, unapandisha nchi yako sana. Yeah. Tukitizama hapa katikati tena kuna kuko na ugomvi kati ya watangazaji fulani na wasanii. Unadhani ni kitu kizuri, ni kitu ambacho kinaleta umaarufu, au ni kitu ambacho kinarudisha kazi nyuma? Hiyo ni kitu chenye kinarudisha kazi nyuma, sababu unaona mwenjo nafasi tunakuwa juu. Unasikia, na heshima lazima tuwapatie heshima. Unasikia, sababu wewe mtangazaji ndio unatuma nani star na kwa juu. Hakuna kitu chochote chenye na uende wapi hauwezi ukajitia juu mwenyewe bila star na Mungu wako yeye mwenyewe. Unasikia, bila ya mtangazaji. Yeah. Okay. Ni kama tumefika mwisho wa kipindi chetu, ni kama tumetaka kumalizia kipindi chetu. Lakini kabla ya kumaliza kipindi chetu, kuna vitu vimepitikana hapo juzi ya watoto wa Fizo walikuwa huko kwenye stage wanaimba, babao Fizo akawashusha. Ni kitu ambacho kimeonekana kama amewashushia heshima.
Wewe kama wewe, ni kweli awewashushia heshima au alifanya kitu ambacho kilikuwa ni sahihi? Kweli hicho kitu mimi nimekipata katika mitandao. Kweli kimeniuma. Unaona, kweli kimeniuma sana. Na mimi kile kitu hata kama wamekifanya kile kitu, mtu unamtoaga kwenye stage kimya kimya, unamleta, nimeona katika mitandao, unamleta kimya kimya na unamjongeza ule manager wala unamwambia ule mtoto wako, hiki kitu chenye ulifanya si vizuri. Si vizuri na usirudiagi tena, na ukamchukua ule manager mwenye alimwambia apande, bwana tuko hivi hapana, mpaka uchukue mikrofoni useme hivi na hivi hapana bwana, wewe ni mtu mzima, ni kama hapana ile kujishushia heshima, kumshushia heshima, na wewe mwenyewe unamshushia heshima. So brother, naomba sorry, sikusema vibaya, naomba sorry, lakini ni kumkonseka kaetu awe kwanza anajirudia kwanza kinyume. Watu wanapenda kusema Fizi uko na hasira karibu. Wewe una support kweli ana hasira karibu au ni maneno ya watu kutokana na unavyomuonaga nini, the way anakuwa anapokaa na watu au nini? Ni kweli ako na hiyo hasira karibu au ni maneno ya watu wanaongea? Mishaka sana. Kakangu namjua sana, ni mtani wangu. Na majina yake ya utani naweza nikasema majina Usta, Kagao, MMP, Burundiano. So hana hasira karibu, lakini brother ana moyo wa kutoa. Hasira za karibu kweli watakuwa namsemia uongo kakangu. Yes, nakushukuru sana. Kwanza nashukuru kunipa nafasi na muda wa kuongea na wewe. Alafu ninawashukuru sana na watazamaji wote ambao walifuatilia kipindi chetu. Kabla ya kumaliza kipindi, ningependa uambie kitu ambacho kiko moyoni na sana wasanii na watu ambao walifuatilia kipindi. Ningeomba wasanii waendelee hivyo kupandisha nchi yetu juu. Penye tulikuwa tunataka kufika, tutafika, na wafanzi wetu waingie katika Instagram, watufuatilie sana vitu hapa nyumbani. Lakini ningeomba na wasanii wako wanawaheshimu watangazaji. Yes, nakushukuru sana. Ndashimiye cyane abantu bakurikiranye ikiganiro cyacu. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment.